Mimi acha niendelee kukusomea sasa hii sehemu ya 3 ya huu mkasa ili uweze kujua nini sasa kilifuata baada ya pale. Sauda anasema, basi nakumbuka nikiwa nimejilaza kitandani, na hii ni baada ya kulia sana mpaka machozi yakakauka. Nilisikia kama kuna mtu anagonga hodi getini, yani kwa nje kule. Kama ambavyo nilisema kwamba hii nyumba ilikuwa na geti la kuingilia na kwa nje kulikuwa na jiko la kupikia. Basi niliposikia mtu anagonga hodi, na aligonga muda mrefu sana kiasi kwamba nikahisi labda yule mzee ametoka, kwa hivyo hakuna mtu pale. Ikabidi mimi sasa ninyanyuke na kwenda kufungua geti. Sauda anasema nilipofungua geti, nakumbuka nilikutana na mdada fulani akiwa na beseni akiwa anauza mboga. Nakumbuka ulikuwa mchicha ukiwa kwenye beseni. Sauda anatueleza hapa, anasema sasa baada ya kumkuta, kitu cha kwanza nakumbuka yule dada aliniuliza kama mimi ni mgeni ndani ya ile nyumba. Nikamjibu nikamwambia ndio. Akaniuliza tena akasema, vipi leo hamchukui mchicha? Nakumbuka nilikuwa nimebaki na vichenji wakati tulipokuwa safari. Nikamwambia nisubiri. Nikaingia ndani, nikatoka na shilingi 400 ili nichukue angalau mafungu mawili. Maana sasa pamoja na changamoto niliyosema, hauwezi kuishi bila kula, itabidi tu ule hata kwa kujilazimisha ili usije ukafa na njaa. Maana nilijua kabisa kwamba ile chipsi kuku niliyokula siku ya jana ilikuwa nikaribisha wageni. Kwa namna nilivyoona baada ya yale masharti ya yule mzee, nikajua hapa kitakachofuata ni njaa. Basi nakumbuka baada ya kutoka na ile shilingi 400, nikafika na kumpatia yule dada ili sasa nichukue mafungu mawili. Sauda anasema sasa kitu kilichonishangaza ni hiki. Baada ya kumpa yule dada ile shilingi 400, yule dada ni kama alishangaa hivi. Akaniuliza, vipi leo mbona mnachukua mawili? Sauda akasema, nikashtuka kidogo kusikia vile. Nikamwambia, si unajua mimi ni mgeni, kwani huwa wanachukua mafungu mangapi? Yule dada akaniuliza, kwani mzee hayupo? Nikamwambia alikuwepo, lakini sijajua atakuwa ameenda wapi. Nahisi atakuwa ametoka. Sauda anasema, wakati ninazungumza na yule dada, yule mzee alitoka ndani. Nikashangaa sana, maana mimi nilikuwa najua hayupo. Basi unaambiwa alipotoka ndani, walianza kusalimiana na yule dada muuza mchicha. Alafu akaniagiza mimi beseni ndani. Nikaenda ndani nikachukua beseni. Niliporudi nikashangaa kuona yule mzee anachukua mchicha wote kwenye lile beseni la yule dada. Sauda anazimulia hapa, nilipomaliza kuchambua nikaweka jikoni na kuupika. Wakati huo sasa yule mzee alikuwa amemaliza kupasua kuni baada ya mchicha kuwa umeiva sasa. Nakumbuka yule mzee aliingia jikoni na kunionyesha sufuria kwa ajili sasa ya kupikia ugali. Sauda anasema, nikataka kuuliza ni kwa nini tunapikia sufuria lile kubwa, maana hata namna nilivyokuwa napewa maelekezo ya kufanya hayo yote nilikuwa naambiwa katika hali ambayo sio rafiki, yani kwa kufokewa sana, huku mimi nikijua kwamba maji yakichemka basi yeye ndiye atakuja kusonga ugali, maana mimi sikuwahi kabisa kusonga ugali mkubwa kiasi kile. Lakini hauwezi kuamini, baada ya mimi kumaliza kusonga, alipokuja kule jikoni wala hata hakujali kama ugali umeiva ama haujaiva. Basi unaambiwa nilibeba lile sufuria la mchicha na kuanza kumfuata yule mzee ndani. Tulipofika ndani, unaambiwa alipofungua tu mlango namna hii, ghafla nilianza kuona watu, wake kwa waume, watoto na wazee, wakimlukia yule mzee na kutaka kumpokonya lile sufuria la ugali.